Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu kwa sababu ya kunipa nafasi ya siku ya leo kuendelea na semina ambayo tunaendelea kujifunza habari za Mungu, habari za kumjua Mungu. Ninamshukuru Mungu kwa sababu ya semina iliyopita. Asante kwa Mungu kwa kuwafungua wengine. Ninaamini na hata wewe uliosikiliza ulipata kitu ambacho Mungu aitamani ukipate. Na ninakuombea Mungu azidi kukusaidia na kukuelekeza. Nitakuombea. Tuanze kuomba kwanza kabla sijaendelea na hii semina. Asante Bwana Yesu kwa sababu ya neema yako. Asante Bwana Yesu kwa sababu ya upendo wako. Wewe ni mwingi wa huruma, mwingi wa fadhili. Ninakushukuru sana Bwana Yesu. Ninaomba Bwana Yesu tuendelee na hii semina. Naomba uwepo wako, nguvu zako zikae pamoja na sisi, zikae pamoja na wanaonisikiliza. Katika jina la Yesu, tumia kinywa changu. Roho Mtakatifu hubiri wewe, fundisha wewe katika jina la Yesu. Nipe hekima na ufunuo, wapi pa kusema, wapi sitaki kusema. Damu ya Yesu ikakae kwenye kinywa changu, ikakae kwenye ufahamu wangu na ufahamu wa msikilizaji wangu katika jina la Yesu Kristo. Fungua fikra zake apate kuelewa na maandiko. Achilia nuru katika fikra zake katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Somo letu tunaendelea kabisa. Ito faida za ufalme wa giza na ufalme wa nuru kuwepo duniani. Faida za ufalme wa giza na ufalme wa nuru kuwepo duniani. Nilielezea vitu vingi sana. Tukasoma Mwanzo 1 mstari wa 2 mpaka wa 3 na wa 4. Nasema nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho wa Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mstari wa 3, Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mstari wa 4, Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Na nikaelezea giza ni nini na nuru ikawa ni nini. Tukasema giza ni ufalme wa shetani. Ndio Mungu alikuwa na introduce kutakuwa na falme kubwa mbili, ufalme wa nuru na ufalme wa giza. Ndio maana Yesu alipokuja katika Agano Jipya alijitambusha, mimi ni nuru ya ulimwengu. Leo tutaenda kwa kina zaidi katika Efeso 6:10. Inasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Nilielekeza kidogo tu, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana katika uwezo wa nguvu zake, ila sijaelezea nguvu zake manake nini. Hizo nguvu zake manake nini sijaelezea, ila tu ni kuelekeza tu, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika nguvu zake. Leo tutaenda kujifunza vitu ambavyo vitakusaidia. Moja, tutaangalia nguvu zake. Nguvu za Mungu ni nini? Tutajifunza hiyo nguvu za Mungu ni nini. Baada ya hapo tutaangalia aina 7 za nguvu za Mungu. Aina 7 za nguvu za Mungu. Okay, nguvu za Mungu ni nini? Nguvu za Mungu ni uwezo wake wa kutenda kazi au uwezo wake wa kutenda zaidi ya mipaka ya kibinadamu. Narudia tena, nguvu za Mungu ni nini? Nguvu za Mungu ni uwezo wake wa kutenda kazi zaidi ya mipaka ya kibinadamu. Mungu si kama mwanadamu. Ana uwezo wa kufanya mambo yanayopita akili, nguvu na uwezo wa kawaida. Huu ndio tunauita nguvu za Mungu. Ni uwezo wa kiungu unaovunja sheria za kawaida ili kuleta mapenzi ya Mungu duniani. Ukisoma Yeremia 32:17 inasema, Bwana Mungu, tazama umeifanya mbingu na dunia kwa uweza wako mkuu na kwa mkono wako ulionyoshwa. Hapana neno lililo gumu sana kwako. Hakuna jambo gumu kwa Mungu. Aliumba ulimwengu wote kwa neno lake. Huu ndio ushahidi wa kwanza
wa nguvu zake. Kwa Mungu alivyokuwa anaumba mbingu na dunia, zile ilikuwa ni nguvu zake. Alivyosema iwe nuru, ikawa nuru. Mche wote, zile ni nguvu zake. Chochote ambacho Mungu alikifanya zilikuwa ni nguvu zake. Hiyo ni maana ya kwanza ya nguvu za Mungu ni nini? Maana ya pili, nguvu za Mungu zinadhihirishwa kupitia Roho Mtakatifu. Nguvu za Mungu zinadhihirishwa kupitia Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndio alibeba na kugawa nguvu za Mungu kwa watu wa Mungu. Kwa Roho Mtakatifu yeye ndio anayegawa nguvu za Mungu kwa watu wa Mungu. Wale wanaompokea Roho Mtakatifu waliojazwa uwezo wa kipekee wa kutenda kazi za Mungu. Daudi anaposema Bwana ni nguvu zangu, alimaanisha Mungu kwake ni nguvu zake, kwa sababu Mungu ndiye chanzo cha hizo nguvu, na huwezi kusema Mungu ni nguvu zako kama haujazihisi hizo nguvu, hujaziona hizo nguvu au hujazihisi hizo nguvu. Maana yake alikuwa na uhakika moyoni mwake juu ya jambo hili na ilikuwa halisi katika maisha yake. Watu wengi sana wanasema tunapokea nguvu, lakini zile nguvu hazijawa halisi. Kwa Daudi alipokuwa anasema Bwana ni nguvu zangu, alimaanisha Mungu kwake ni nguvu zake, kwa sababu Mungu ndiye chanzo cha hizo nguvu. Na uwezi kusema Bwana ni nguvu zangu kama hauna experience ya hizo nguvu, maana yake umeziona. Matendo 1:8 anasema lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Kwa hiyo nguvu hizi haziishi katika miujiza tu, bali ni kwa ajili ya maisha yote ya Mkristo, kumshuhudia Kristo kwa ushindi, kuomba kwa mamlaka na kuishi kwa utii kamili kwa Mungu. Maana ya tatu ya nguvu za Mungu ni nini? Nguvu za Mungu si kwa ajili ya fahari, bali kwa huduma. Mungu hatoi nguvu zake ili watu wajisifu, bali ni kazi yake ifanyike kwa ufanisi. Yesu mwenyewe aliwaambia wanafunzi wake wasitoke Yerusalemu mpaka wapokee nguvu. Kwa hiyo hizi nguvu sio kwa ajili ya kulingisha, au yule ana karama tu ya kuponya, yule ana huduma, ana karama ya kufanya kitu fulani. Hizi nguvu zina kazi yake ili tufanye kazi ya Mungu kwa ufanisi. Ukisoma Luka 24:49 inasema, natazama na watumia ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni mjini huu hata mviko uweza utokao juu. Nguvu hizi ni kama vazi la kiroho, kama silaha za vita inayokuwezesha kushinda dhambi, mapepo na changamoto za maisha ya kiroho. Kwa hiyo namba 4, nguvu za Mungu si kwa ajili ya fahari, bali kwa ajili ya huduma. Kwa hiyo unaposema vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga ila za shetani, na katika Waefeso pale tulikuwa tunazungumza kuhusiana na hatimaye mzidi kwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake, ndio tunaelezeana kwa undani nguvu zake ilikuwa ina maana gani. Kwa hizi nguvu ni kama vazi la kiroho, unalivaa kama silaha za vita inayokuwezesha kushinda dhambi, mapepo, changamoto za maisha na kadhalika. Namba 4, nguvu za Mungu ni kwa wale wanaomtegemea na kumtii Mungu. Mungu hawezi kutoa nguvu zake kama humtii au humtegemei yeye. Ndio maana Mungu siku zote anapokuwa na kuandaa kwa kazi fulani, Mungu anakuandaa kuwa mfanyabiashara mkubwa, Mungu anakuandaa kuwa mtumishi mkubwa, Mungu atatengeneza mazingira ambayo au uwe baba, uwe na familia nzuri, au uwe baba, uwe mama, au unafanya kazi sehemu fulani, lazima akuandae, akutengenezee mazingira kwanza ambayo yatakuwa ni magumu kuliko uwezo wako, ili usitegemee uwezo wako, ili utegemee yeye. Mfano, kama una hela uweze kuomba Mungu akupe simu. Mungu unafunga eti Mungu akupe simu. Kama una pesa uweze ukafunga Mungu akupe gari, kwa sababu unazo pesa. Ila wale ambao hawana pesa na wanatamani kuwa na gari, utakuta wanamwomba Mungu awape gari. Mungu nisaidie nipate pesa za kupata gari. Uweze kuwa unafunga kwa kuomba Mungu akupe gari kama una pesa. So Mungu hawapi tu watu nguvu zake kwa yeyote. Ni wale
waliokabidhi maisha yao kwake kwa uaminifu na utii ndio wanaweza kuvikwa na nguvu hizo. Naudia tena, Mungu hawapi tu nguvu zake kwa yeyote au mtu yeyote. Mungu hawezi kumpa. Ni wale waliokabidhi maisha yao kwake kwa uaminifu na utiifu ndio wanaweza kuvikwa nguvu hizo. Ukisoma Mambo ya Nyakati wa Pili 16:9a inasema, maana macho ya Bwana hukimbia katika dunia yote ili awaonyeshe nguvu zake wale waliokamilika moyo kwa upande wake. Unaona hapa? So Mungu anatafuta moyo uliotulia kwake, moyo usiogawanyika, ili aachilie nguvu zake juu ya mtu huyo. Katika dunia leo wenye changamoto nyingi, si rahisi Mkristo kuishi maisha ya ushindi bila nguvu za Mungu. Watu wengi wanajaribu kwa akili zao, juhudi zao na uzoefu wao wa zamani, lakini wanaishia kuchoka, kukata tamaa au hata kurudi nyuma kiroho. Hii ni kwa sababu hawajui siri ya kutafuta nguvu za Mungu kila siku. Kwa hiyo kutafuta nguvu za Mungu ni kila siku. Biblia inatufundisha kuwa ni lazima tumtafute Bwana na nguvu zake. Hii inatuonyesha kuwa nguvu za Mungu haziji tu kwa sababu mtu ni Mkristo. Watu wengi wanafikiri kupata nguvu za Mungu kwa sababu ni Mkristo. Hapana, bali ni kwa wale waliomtafuta Mungu kwa moyo wote na kwa bidii na kwa unyenyekevu. Katika dunia ya kiroho au ulimwengu wa roho, hakuna kitu cha thamani kama nguvu za Mungu. Nguvu hizi si za hadithi watu kama za zamani ambao watu mnahadisiana, bali ni kweli unaoishi na kutenda kazi katika maisha ya waaminio hadi leo. Lakini swali, je, tunazielewa hizi nguvu kwa kina au tunazitambuaje na tunazitafutaje? Watu wengi hatuzielewi hizi nguvu, na wengi wetu hatuzitambui hizi nguvu. Nguvu za Mungu sio tu ishara ya uwezo wa Mungu, bali ni sehemu ya asili yake. Ndio maana Mungu alivyokuwa anaumba kila kitu, zile katika vitu vya asili vyote Mungu alivyokuwa na viumba, ilikuwa ni nguvu zake. Hauwezi kuwa na Mungu asiye na nguvu. Yaani huwezi kuwa na Mungu asiye na nguvu, lazima uwe na Mungu ambaye ana nguvu. Ndio maana anasema aliye ndani yetu ni mkuu kuliko aliye katika dunia. Maana yake aliye ndani yetu ana nguvu kuliko yule aliyeko katika dunia. Aliyeko katika dunia nani? Shetani. Majaribu, changamoto. Katika Agano la Kale na Jipya tunaona watu waliotembea katika nguvu hizi. Musa alipogawanya bahari, Elia aliposhusha moto kutoka mbinguni, Yesu alipofufua wafu, na mitume walipotenda miujiza. Kwa hiyo unamwona Musa alikuwa Yesu, Elia, tunaona nguvu za Mungu, miujiza ambayo ilitendeka. Haya yote yalitokea kwa sababu ya nguvu za Mungu zilizoachiliwa kupitia kwao. Leo hii Mungu hajabadilika. Mungu ndo yule yule, anatumia njia ndo zile zile, mazingira ndo yale yale. Tofauti tu ni mazingira ya sasa hivi, lakini mazingira ndo yale yale, muktadha ndo ule ule wa kipindi kile. So leo hii Mungu hajabadilika, nguvu zake bado zinapatikana, lakini si kwa mmoja au sio kwa mtu yeyote tu anazipokea kwa kuzitumia. Hii ndio kwa sababu Mungu mwenyewe anataka ujifunze kwa kina kumtafuta yeye kwa kina sana. Kwa nini? Una faida kubwa sana katika masuala ya namna hii. Una faida kubwa sana juu ya nguvu za Mungu. Najua watu wengi wanajiuliza sana juu ya hizi nguvu za Mungu zinakuaje. Hizi nguvu za Mungu zinakuaje? Wale waliojazwa Roho Mtakatifu wananielewa. Kuna wengine wanahisi baridi, kuna wengine wanahisi moto, kuna wengine wanahisi kama umeme unapita katika miguuni au mwili mzima. Hizo zinaitwa nguvu za Mungu. Nadhani nimeeleza kwa upana sana juu katika Waefeso. Tulikuwa tunajifunza katika Waefeso 6:10, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana katika uwezo wa nguvu zake. Hizo nguvu zake zinakuaje?
nimekuelezea. Ile sasa hizo nguvu zake ziko, nataka leo nikufundishe nguvu, aina 7 za nguvu za Mungu. Aina 7 ya nguvu za Mungu. Ya kwanza inaitwa coach au dunamis. Coach au dunamis. Hii ni nguvu ya kutenda kazi za Mungu. Coach ni neno la Kiebrania linalomaanisha nguvu, uwezo wa ndani wa kutenda jambo au uwezo wa kutimiza kusudi. Unaona? Hiyo inaitwa coach. Dunamis ni neno la Kiyunani linalomaanisha nguvu ya kiungu, uwezo wa kufanya miujiza na nguvu isiyo ya kawaida ambayo hutoka kwa Mungu. Ndio maana walivyokuwa mitume wanafanya, walivyojazwa nguvu za Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste, tunaona walifanya miujiza mingi. Tunaendelea mbele, tutakuelezea zaidi. Hii ndio nguvu ambayo Mungu humpa mtu aweze kutimiza kusudi lake, kama ni huduma, uinjilisti, miujiza au shuhuda wa kiroho. Unataka kwenda kutembea sehemu fulani kwa ajili ya Mungu, watu kushuhudia, lazima umwombe Mungu akupe specific power, inaitwa dunamis power. When you want to pray, God, I want dunamis power, Lord, I want dunamis power. Lakini uwezi, nitakuelezea namna kuipata hii dunamis power. Ukisoma Matendo 1:8, lakini mtapokea nguvu akiisha kwa ajili ya juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Ile nguvu iliyotumika pale katika Matendo 1:8 inaitwa dunamis power. Inasema lakini, inasema kwenye Kumbukumbu la Torati 8:18 inasema lakini utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. Ile nguvu iliyotumika pale inaitwa coach. Coach ambayo nimekuelekeza. Coach manake ni neno la Kiyunani linalomaanisha nguvu ya kiungu, uwezo wa kufanya miujiza na nguvu isiyo ya kawaida ambayo kutoka kwa Mungu. So katika Agano la Kale pia na Agano Jipya tunamwona Mungu akimwaga nguvu zake juu ya watumishi wake ili kutimiza mapenzi yake kwa ufanisi. Jinsi inavyofanya kazi kiroho, hiyo coach au dunamis hufanya kazi kama chanzo cha ufanisi wa kiroho, kutoa ujasiri wa kushuhudia, kuwezesha kufanya miujiza na ishara, kuweka uwezo wa ndani wa kustahimili na kuvuka mipaka ya kibinadamu, ufungua milango ya kiroho isiyo wazi kwa nguvu za kawaida. Ni nguvu hii iliyoleta uponyaji, kufufuliwa kwa wafu, kuponywa kwa vipofu, kuzaliwa kwa kanisa la kwanza kwa nguvu. Kwa hiyo ni dunamis power ndio iliyofanya kanisa kuzaliwa. Dunamis power au coach. Jinsi gani Mkristo anaweza kupokea na kuitumia? Kwa njia ya maombi ya bidii na kuomba ujazo Roho Mtakatifu. Lazima ujifunze kunena kwa lugha, ndio unapata hii coach au dunamis. Kwa kuwa mtii na kuwa tayari kufanya mapenzi ya Mungu, maana mapenzi yako yafe. Mungu anaposema amka usiku kuomba, unaamka, mapenzi yako ya kulala yanaacha, unaamka, unaanza kumwomba Mungu. Mungu anaposema anza kusoma neno langu, soma neno lako, unaacha mapenzi yako. So na hii dunamis power kwa imani sio na mashaka, na kutambua kuwa Mungu anataka tuonyeshe nguvu zake kupitia sisi au kupitia wewe pia. Kwa unapokea pia kwa imani isiyo na mashaka. Kwa hiyo dunamis power unapokea kwa imani, baada ya kuomba unaamini umepokea. So usalama wa nguvu hii upo katika utakatifu na kujitenga kwa ajili ya Mungu. Lazima ujifunze kuwa mtakatifu. Jifunze sana kuwa mtakatifu. Kwa hiyo ukisoma hata Yesu mwenyewe katika Luka 4:14 alijazwa Roho Mtakatifu na kwa nguvu, na kila alichokifanya kilijaa dunamis ya Mungu. Kuponya wagonjwa, kutoa pepo, kufufua wafu, ilikuwa ni dunamis. So Mungu hata Musa pia alifanya ile nguvu Mungu aliyompa, ile nguvu ilikuwa ni coach. Aitenda kwa coach ya Mungu mbele ya Farao. Aligaa bahari ya Shamu, ile kuongea na Farao bila hofu, bila uoga wote, ilikuwa ni coach. Kugaa bahari ya Shamu na kuongoza taifa la Israeli kwa miujiza, ilikuwa ni coach. So hii dunamis power au coach sio kwa watu maalum peke yao, bali kwa kila mtu aliye tayari kujazwa Roho Mtakatifu. Hii naulia vizuri, si eti kwa watu special au mchungaji au nabii, mwinjilisti, mtume. No. Ni kwa ajili ya wale watu ambao wamejazwa Roho Mtakatifu. So Mungu
Mungu siku zote hana upendeleo. Kwa ile nguvu iliyokuwa inafanya kazi kwa Yesu, ukiitaka leo Mungu anakupa. Ukiitaka ile ya Petro Mungu anakupa. Ndio yule Mungu. Ndio inaitwa dunamis power. Sio una uwezo wa kuipokea, ila kwa kunyenyekea, kwa kuomba Mungu, na Mungu ana uwezo wa kukupa. Hiyo inaitwa dunamis power au coach. Ya pili, nguvu ya pili inaitwa geburah. Hii geburah au ischuk inaitwa ischus, nguvu ya ushujaa na kusimama imara. Sasa hii ndo maana yake, nguvu ya ushujaa na kusimama imara. Geburah ni neno la Kiebrania linamaanisha ushujaa, ujasiri, nguvu ya kusimama imara, kudhibiti katika vita au kudhibiti katika vita na majaribu. Unaweza kushinda majaribu yote. Kwa hiyo unahitaji nguvu inaitwa geburah. Mungu anavyoona kuna shida fulani unapitia, changamoto, kuna nguvu inaitwa geburah. Hii nguvu ndio inakusaidia kushinda changamoto yoyote ya majaribu na vita chochote. Hii inaitwa nyingine inaitwa ischus. Ni neno la Kiyunani linaeleza nguvu ya ndani, uvumilivu wa kiroho na uwezo wa kudumu katika hali ngumu. Ni nguvu isiyo ya kishindo au miujiza ya nje, bali ni nguvu ya ndani. Hii sio nguvu ya kufanya miujiza watu wanaona, no. Hii ni nguvu ya ndani, mtu kusimama, kushikilia imani na kupigana vita vya kiroho bila kuyumba. Ukisoma Zaburi 145 mstari 11 anasema wanasema wale wenye uvumilivu wa moyo watatangaza nguvu zako. Wale ambao wana uvumilivu wa moyo watatangaza nguvu zako. Ile nguvu ilitumika ni geburah. Ukisoma Efeso 6:10 anasema hivyo basi mzidi kuwa hodari katika Bwana katika uwezo wa nguvu zake. Ile nguvu iliyotumika pale inaitwa ischus. Ndio ile Efeso 6:10 nilikuwa na kufundisha. Nguvu hii si silaha ya wale wanaotaka kuishi maisha ya utakatifu. Nguvu hii ni silaha, yani hii ni silaha ya wale wanaotaka kuishi maisha matakatifu, kuhimili dhiki, kusimama katika kweli hata wakati wa hatari. Jinsi inavyofanya kazi kiroho, kujenga ndani, inamjenga mtu ndani, moyo wake kuwa na msimamo wa kumpenda Mungu thabiti kweli kweli. Haijalishi kuna changamoto, yeye anampenda Mungu. Na umwezesha Mkristo kupambana na mashambulizi ya adui sana kwa saburi. Ni nguvu inayomweka mtu hai kiroho hata pasipo kuona ishara na miujiza ya haraka. Watu wengi wanataka miujiza haraka, kupona kwa haraka, lakini nguvu hii inampa mtu uvumilivu. Inasema utoa ujasiri wa kushuhudia hata mbele ya mateso. Mtu anapitia changamoto ngumu, lakini anamhubiri Kristo. Ni nguvu ambayo mashahidi wa imani walishikilia walipoteswa, kufungwa au hata kufa kwa ajili ya Injili. Hii ndio inaitwa nguvu yenyewe ambayo nakuelekeza jinsi gani ambayo Mkristo anataka kuipokea na kuitumia kwa kusimama katika neno la Mungu. Hata linapopingwa, neno la Mungu linapingwa, lakini bado wewe unasimama na neno la Mungu. Kwa kuwa na maisha ya maombi ya ndani, sio ya kiibada tu. Watu wengi maombi yao ni kanisani. Haya ni maisha ya kiibada, ya kuwa na uhusiano na Mungu mwenyewe. Mchungaji hajui, wala wazee wa kanisa hawajui. Pia hii nguvu naipokeaje? Kwa kuvaa silaha zote za Mungu. Efeso 6 nimekuelekeza namna gani ya kuvaa silaha: kwa kuomba, kwa kunena kwa lugha mpya, unajivalisha silaha. Njia nyingine kwa kutazama mfano wa Yesu aliyestahimili msalaba. Kwa hiyo unajifunza mwenyewe. Kwa hiyo mifano pia kwenye Biblia utamwona Ayubu, Stefano. Yote tunajua yeye ni ischus iliyowasaidia. Yesu mwenyewe alihudumu kwa nguvu hii alipofunga na kuomba na kuvumilia hadi msalabani. Yesu alikuwa ananyenyekea. Ni nguvu ya ischus iliyokuwa inamsaidia. Kwa hiyo unapoomba Mungu akupe nguvu, na aina gani ya nguvu unataka wewe? Kuna dunamis nimekuelekeza, na hiyo nyingine ya sasa hivi nimekuelekeza ischus. Umeona? Ni muhimu sana kuomba hiyo nguvu. Nguvu ya tatu inaitwa
Chali, inaitwa Chali au Kratos. Hii ni nguvu Chali au Kratos ni nguvu ya mamlaka na ushindi wa kifalme. Chali ni neno la Kiebrania linalomaanisha jeshi, nguvu ya ushindi, utajiri, heshima na uwezo wa kifalme. Linaonyesha mtu aliye na nguvu za kiroho, kiuchumi na kijamii. Hii nataka niweke vizuri. Chali ni neno la Kiebrania linalomaanisha jeshi, nguvu ya ushindi, ujasiri, heshima, uwezo wa kifalme. Linaonyesha mtu aliye na nguvu za kiroho, kiuchumi, masuala ya kifedha hapa na kijamii. Kratos ni neno la Kiunani linalomaanisha nguvu ya kutawala, mamlaka ya kifalme na uwezo wa kushinda na kutawala kwa amri ya juu. Hii ni nguvu ya kutawala katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili kwa mamlaka uliopewa na Mungu.